Cable TV, beyond the real. Friday jema, tunawakaribisha nyinyi wote ili mkuje tuendelee na hii show. Our topic today is exploring our talent despite the challenges. Today we have a guest. Our guest is a young man here, na atatuelezea yeye ni nani na huwa anafanya nini na challenges zenye amekuwa nazo. Ni vizuri tukue alert ili tuweze kujua ati despite the challenges that we get or that we have, kwa sababu kuna challenges zingine za kuzaliwa nazo na kuna zingine zinakujanga after you are born, or after ukiendelea tu na hiyo nini. Tumeanza show ingine inaitwa marriage. Marriage kwa Kiswahili ni kama safari, na kwa Kikuyu karugendo. Kwa hivyo kwa hii wakati ningetaka kualika mgeni wetu wa siku ya leo, na atuambie venye anaitwa na anafanya nini. Karibuni nyinyi wote. Kwa majina ni Mercy PK, a counselor psychologist, at the same time who anasaidia wana youth to explore their talents, especially those who are challenged. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo. Unaweza kuelezea mtazamaji unaitwa nani na what you do ili tuweze kuendelea hapo kwingine. Otherwise, karibu sana. Yes, my name is Sam. Samuel Kongo. Yeah, Sam, we fanya fashion and design, and I'm a dancer. You are a dancer? I'm a performing artist. I combine performing art, and I combine dance and break dance and inspiration dance. Yes. Okay. Yeah. Okay. Huyo ndiye Sam ama Samuel Kongo. Yeye ni dancer, anafanya arts, na hizo zingine bado tutaendelea tu na kumjua tukiendelea tu na show yetu. Kwanza ningetaka kutambua watu wengine wenye wameingia kwa hii show ili tuweze kuendelea. Kwanza Beth Nyakio, nimekuona, karibu sana. Asanti kuwa na sisi siku ya leo. Tuko na Maina Wanyeri, he's in. Thank you, we are seeing you. Na tunafurahi sana kuwa na wewe siku ya leo. Karibu sana. Itawale wengine Maina Wanyeri na Maina PK, we are very grateful. Tunakuona. Endelea kuwa na sisi na bado msitoke kwa hiyo mtandao ili tuweze kujua the challenges that we get after we are born, and also those challenges that we are born with. Despite the challenges, tuweze kuexplore our talents, kwa sababu ni vizuri tuweze kujua what do we have, kwa sababu siku ingine tulisema what we have inside us or what is inside us is very important, na ni vizuri hata sana especially wazazi kusikiza hii maneno ili tuweze kujua watoto wenye tunazaa. Wengine tunazaa wakiwa na challenges, wengine tunazaa wakiwa normal, but let me tell you, even those who are challenged, they have something to say or to do, na hiyo ndio inaweza kufanya hata baadaye wakae vizuri. Otherwise, Maina PK na kuona wao anasema wao Mansami, yes, uko na mifupa kweli. Tunaona Maina PK is watching. Samson Masesi akodani dani kabisa, karibu sana Samson. Yes. Damshi mware wa dongo turakuona muno, karibu sana. Uita watu kwa wingi, yes, ili tuweze kujielewa na kujua vizuri our talent. Jina Kumbwa Kimodho is watching, karibu sana. Dix tunakuona.
Damshi, tunawaona hao wote. Rose Praiser ako wapi? Karibu sana, mkuje ili tuweze kuendelea. Sami, Yes. kulingana na venye nakuona na venye hata unaongea, Yes. naona sijui kama utaweza kujielezea how you were born, venye ulizaliwa, Yes. na hata kufika hapo uko waje. Sana sana sijui, sorry to ask, kwa sababu wakati umekuja kwa studio ama umekuja kwa hii mtandao, Yes. unajua ni vizuri hata kuwa unajua ati anything you can be, unaweza kuulizwa swali yeyote. Yes. Lakini ningetaka kwanza kukuambia ile swali unajua ati hutaweza kujibu saa hii, you are free, sio lazima ujibu hapa yenye hutaweza kujibu hapa, lakini yeyote yenye unajua ati utaweza kujibu na utaweza kusaidia huyo mwingine ili aweze kujitokelezea. Yes. Na asimame na aweze kujifanyia kazi. Yes. Kwa sababu tunaona uko na mikono, Yes. uko na miguu, na hata you have, okay, tuambie kuhusu wewe kabisa. Yeah. Tuambie penye uko. Sami ni one of those people who have cleft lip. Na tunaonanga some of them they have challenges, especially those who are not treated. Lakini Sami tunaona yeye alizaliwa hivyo lakini ametritiwa. Wacha tusikie alijijua aje. Alijuaje ati yeye venye yako hayuko kama wale wengine? Ni kama alizaliwa na kaenda kutibiwa ama alitibiwa kabla ya kujielewa yeye mwenyewe, na hata ameaccept aje? Ini nini imemfanya accept? Sami, tueleze, ulizaliwa hivyo huko? Mimi sikuzaliwa hivyo. Nilizaliwa nikiwa na cleft, and then nikiwa mdogo mom na dad wakanipeleka hosi. I think nilikuwa naenda Nakuru, walikuwa wananiambia walikuwa wananipeleka Nakuru usiku, mara asubuhi, mara sielewi. Kupelekwa nini? Hospitali usiku. Kufanyiwa operations na hizo vitu zingine. So nimeenda for 7 years surgery. For 7 years unapelekwa nikiwa first year. Ukiwa 7 years? Nilianza from 1 year to 7 years. After 1 year inaharibika. This means that you okay, the operation has been done 7 times, eh? Yes, inaenda ina fail, narudishwa another year, nyingine inaangaliwa, inashonwa tena after a year, ina fail. So nikafika mahali nikaambiwa nao wacha nirafikishe 18 years. Ufikishe 3 years? Nirafikishe 18 years, niende nifanyiwe another surgery. Juu sasa walikuwa wamefanya mingi sana, wakaona inatampa na my physical appearance, na pia inaweza niharibu. So nimefanywa for 7 years. Na hizo zote sikuwa najijua, nilikuwa young sana. Unaona tu nimeenda nimelazwa kwa theater, and then after 1 hour naambiwa saa toka uende. Then I was like sijui nini wananifanyia. I was very young, lakini hivyo sasa ndio nilianza kuelewa kidogo ati mimi ni different na wengine. Nikiongea naona mocking, young kids are mocking, wana imitate my voice. Even that nikiwa high school, unaona kuna vijana wengine rap ni wanani imitate, and ilikuwa ni challenge sana. Nilikuwa nasikia nimeumia until nikaanza kujiaccept, until nikaanza kuwa na a special thing nilikuwa nafanya to society. So akaanza kuona this man, apart from voice challenge, in fact sasa inaita a unique voice. I have a unique voice, and that's why I stand out. I like that. So nimeanza kupiga, hata sasa hivi bado napigana na hizo challenges juu zinakuja gradually, zinakuja zikiraise kwa point. Si ati zinaishaga. Hiyo challenge haiishi juu the moment unaenda to the high limelight, watu wana bring down. Kama saa hii currently saa hii niko 30. I'm 30 years, lakini sasa kama saa hii unaona saa venye niko kwa politics, because I'm a politician, by the way. I'm a politician. Hiyo title niliweka. You are a politician, yes. eh? I'm a politician wonderful. now.
and juzi tu last week nilikomishoniwa na deputy president in a crowd. Wow. So Deputy President. yes, Ruto. So and pia ilikuja na another bigger challenge than before. Yeah. Utaongelesha hadi watu kwa bunge, utaongelesha hadi, but all hizo vitu zote nimepitia na nimeenda overcome. Ndio maana hata sasa ina stand kuwa ina political realm kufaidia those people who have disability na pia wenye wanaonekana hawawezi. Mimi ya mwana on the advocate, unaweza. Ndio maana niko hapo. And in dancing, hizi vitu zote zimeanza nimeanza kujikubali sana, kujitikia sana because I'm a hyper guy. Mimi ni hyper in any field. Nimefanya a lot of things, nimekuwa explore vitu mingi sana kwa maisha. And once in 2014 I was the football manager. Naitwa Horiton FC Club. Nilicheza mpira nikaona hii kidogo. I need more pressure. Nilikuwa nacheza number 6, nilikuwa kwenye nimezaliwa. Nilikuwa Del Monte, nimezaliwa Del Monte. Thika Del Monte. Yes. Nimezaliwa huko. Okay. Huko kuna Office of Kenya. Kuna Wajaluo, kuna Wakisii, Wabaruya, Wakikuyu. Na hizo mila zao zote, na hizo lifestyle zao zote mnazielewa. Na nimeweza kupigana nazo hadi sasa hivi nimesimama hapa. And pia naheshimu 7 tribe. Kila tribe imenifundisha kuishi. And nikiweza kama sasa hivi nikiwa number 6 kwa bora, hiyo kumaanisha you are capable of doing anything. Kwa hiyo team, you are team maker. Nimecheza Del Monte for many years until sasa nikatoka from Del Monte. Sasa hivi nafanya hustle yangu away from Del Monte. So hiyo kuambia in 47 image of this Kenya. Nimejaribu kusukumana na wao beside my challenges. So pia imenifundisha vitu mingi sana. Because yani I really want to push things. Sana nimepush sana na nimefurahia sana hata sasa hivi niko hapa juu ya physical challenges. Kama pengine ningekuwa hapa singekuwa hapa. Singekuwa na story ya kupeana. Hadi sasa hivi kuna story ya kupeana, ndio maana niko hapa. Nakumbuka mzazi nikiwa mdogo niangalia albums za mama. Nauliza mama, kwa nini sina picha yangu nikiwa mdogo at the age of 1 year? Wenye mnapigaga saa hii watoto wakiwa wadogo. Then ilikuwa story ya kunielezea. Nikamwambia no, hebu nielezee nini hapa. Akaniambia haya Sam, wenye ulizaliwa ulikuwa na gap, so haungepigwa picha mzuri. So singekupiga picha kama brother zako na sister zako. So hiyo kitu ilinisumbua sana. Kwa hivyo hata mama yako alikuwa stigmatized. Okay, self stigma ni kusema kwa Kiswahili ni unyanyapaa. Mama yake kulingana na venye Sama anasema ati yeye akiwa mdogo hakupigwa picha hata moja. Kwa sababu mama yake hangetaka kupiga picha kwa sababu ya venye yeye alikuwa. That means mama yake hata yeye alikuwa na self stigma. You can imagine ukiwa umepata mtoto alafu unaona yeye ni tofauti na wale wengine ama ni tofauti na wale wenye wako in that community. Some of the parents, they tend to hide their children, and some of them they are even under the bed. And I would urge you that it's not good to hide your children. Even if you get a challenged baby, it's better you bring him or her out ili aweze yeye mwenyewe kujisimamia. You can imagine sasa Samuel alikuwa anatafuta picha zake, anaona wale wengine wenye wamezaliwa pamoja na yeye. Anaona mapicha zao wakiwa mtoto. So he happened to ask his mother, why? Kwa nini sina hiyo picha? Sina picha kama wale wengine. And that's when his mother started explaining to him that it's because of his challenges. The challenges that nimewambia hapo mbele ati Samuel alizaliwa akiwa na cleft
lip na alitibiwa. Sasa yeye alianza kutafuta hizo mapicha akapata yeye hana. Wacha tu tuendelee na nitambue wenye wameingia saa hii. Tunaendelea na topic yetu ya exploring our talents despite the challenges. Yes. Damshi Mwari wa Dongo anasema okay, anaita Smart Mashari unaitwa VDJ Stano unaitwa Winfred Valagu karibu MC Gukacha hapo unaitwa David karibu sana. Unasema you are in, karibu sana. Jamrek Karuki, oh thank you my brother, thank you. Amekuja ako ndani. Winfred Falagu anasema yeye ako Los Praise ni ako ndani, karibu sana my sister. Unasema okay sawa. Borowa Pipeline, karibu sana, tunakuona. Mary Gadongo is watching, thank you my sister. Thank you. Borowa Pipeline, okay. Alex Mochiri, karibu sana, thank you. Titus Irongo, karibu sana. Ame represent watu wa Githurai 45. Karibu sana. Chiko Kamitha, hello. We miss you. Karibu sana kwa mtandao na utuitie watu. Esther Kimani, karibu sana Esther Kimani. Yeah. I can see you. Joroge Wandegwa uko ndani, karibu my son. Yeah. Mirigadongo, it is foreign. Karibu. Na ni vizuri tuendelee na kusikiza. Tunaweza kusaidia one or two people. Na Sami tuendelee. Yes. Tuendelee. Tumewashia pale ati kwenye ulikuwa unatafuta picha zako lakini zimekoswa. Ulikuwa unafikiria zimefichwa pahali lakini kumbe hakupigwa picha kwa sababu hata mama yake alikuwa na stigma. You can imagine. Sami endelea. Sasa iliniuma. Nilimwambia ungenipiga nijione venye ulikuwa mbona umenificha by a real person. Now this is not me. I'm someone else. Ungenipiga hivyo venye nilizaliwa nijue. So iliniuma sana lakini I thank God, and God aliniumba nikiwa hyper. Kuna wengine walikuwa na challenge, they go down. Lakini mimi God tofauti yangu na wengine, I was always hyper. Mimi if I could do something nilikuwa naifanya to an extent of hata siwezi amka hapo mimi na control tu hapo nilikuwa kijana. Jamaa kuunda gari na yundi hapo hadi iishe. Na kama haishi siamki hapo. Then nilisaini wanafanya study mingi na nikaona those people like me most of them are in China. Sorry kukukata. Yes. Nimesikia ukisema ati ulikuwa unajikojorea tu hapo. Yeah. Oh, how old are you? Ulikuwa mdogo. Mama alikuwa ananiambia wewe usitoke nje. No, nikifanya kazi yangu I realized I was hyper. Hyper is somebody who can do anything. Oh, yeah. Nianza kufanya hii. And I noted somewhere. Yes. Ni kwa sababu nimesikia ukisema ati wewe ulikuwa hyper. Kukua hyper okay. Hyper means that I can do anything. Sikuwa na fear, sikuwa na worry kwa maisha. Kwa sababu wewe huko unajielewa. Sikuwa najielewa and then even when I mock, nilikuwa na a spirit, a different spirit. Ya unione hata si yani ni si vurugu yani yazidi I could do anything. Kucheza mpira nini, sikuwa hata na concentrate na my disability ama my challenges. So niamua kufanya kitu nilikuwa nafanya hadi ishe. Hata kama ni saa moja hadi ishe ya mwisho hapo nalia. So sikuwa najielewa pia mimi mwenyewe why am I doing this. Lakini pia imeniwezesha kufanya kupigana na hizi challenges na voice na hii unique voice. Na nilikuwa nimepitia a lot of things and nimekumbuka one day niliuliza my dad kwa nini unanipikaga sana in terms of education. So your father
Alikuwa anakupiga sana. Alikuwa anani discipline. Niko discipline si yani ku discipline. Wacha niseme ku discipline. Okay, lakini uliona kama ulikuwa unachapwa sana kuliko wale wengine ama Yeah, in fact mimi nilikuwa nachapwa sana. Kwanza nipatikana sijasoma. Na baba yako sasa. Siku moja nikamuuliza mbona unanipika sana kuliko wa brother zangu na sister zangu. Sasa ndio alinielezea naye alikuwa mkali. Ananiambia nakupiga juu. Wewe society ni ngumu kuingiana nayo. Because your voice hawezi address public. Hawezi address issues. Hiyo voice yako yani haiwezi. So nakupiga ili usome at least papers nikufanyie kazi. Papers kufanyie kazi kwa sababu uko nje unaonekana ni kama hutakubalika. Yes. Ukiwa mwerevu ama ukiwa mwerevu wa vitabu at least rangi yako inaonekana. And then pia hiyo iliniuma sana. And then nikashindwa ndio maana unanipigaga saa yote nao wapigangi. Although I was clever. I was very clever in high school, in primary school I was very clever. Hiyo siku ichukulia mimi ni mtu hyper, so sikuwa naona hata ili wananiambia. I was like, let me live my style and my life. Hadi saa ile inaniumiza. Besides kusoma sana, hiyo masomo sielewi sana kama wao wengine. In fact, nikiwa katika primary, nilikuwa nakuja number 1, number 2, number 3. Nianguka sana overall number 5. Number 5. Na sijui ni mara ngapi nimekuja number 5. So I was number 2, number 3, number 1. So mimi nilikuwa poa sana kwa masomo. Besides challenges. Juu saa mzazi aliniambia lazima usome. So I was looking my things very clearly. Nikisoma, lakini sisomi juu napenda, nasoma juu nachapwa. Unaona, so lakini ni wewe hukusoma huko unajua unasoma ikusaidie na nini? Yes. It's only that ni kwa vile baba yako alikuwa nakuchapa sana. Yes. Ati kwa sababu hangeweza baba yake kulingana na yeye alikuwa anasema ati mtoto wake anaweza kosa kukubalika kwa community. So he used to beat him ili aweze ati asombe aweze kukubalika kwa community. Wasasi ni vizuri kuendanga hata kutafuta masomo na uko nje. Information. Oh, okay. Kama there was a time we were talking of mambo na ignorance. It's better you go and get information there outside. You look for information. Ili uweze kuelewa na kujua huyu mtoto hata kama hafanani na huyu mwingine. Ako na kitu yake. Kwa sababu each and everyone has his or her talent. Na ni vizuri kusaidia hata watoto kuweza kujua ni nini anafanya vizuri, kwa sababu hiyo inaweza kumsimamisha baadaye. Wasasi kama Samia anasema venye alichapangwa kuliko wale wengine, ati asome kwa sababu hizi papers ndio zitamfanya kubalike kwa community. Na hizo papers ndio zilifanya kubalika kwa community. Hebu tueleze. In fact, ana kama nimesoma na ile imefanya nikubalike ni dance. Just a simple thing. You are a dancer. A dancer. I'm a professional dancer. And I train a lot. I work out a lot. I sleep late doing dancing because I knew this only between me and other people is only dance, nothing else. So you can really dance, eh? I can dance. I've done a lot. That's me. I just call that dance is me. Beside others, beside fashion, dance has been my pillar of my life. And I'm a worshiper. I'm a gospel worshiper. And I really appreciate this. Naijaza sahi. Naijaza juu nataka. Ni swali niuliza Mungu. I ask a question, God. Beside our vijana 700 for high school, how can I shine? Just a simple question. And my God aliniambia now do a dance. Then I was like, what is this? What's this now? Okay, mtazamaji ukiangalia hapo kwa screen utaona Sami akidanza akiwa na trouser ya white. Yeye ndiye huwa anafunza hizo dance na ana dance vizuri sana. Tuendelee. Yes, sasa nimepitia it's a long story, hata sijui nianze wapi nimalizie wapi. Dance anza pahali popote tu. Dance haikuja in a silver plate.
Ni kung'ang'ana. Haikukuja rahisi hiyo dance yake. Yes. Ni kung'ang'ana, ameng'ang'ana. At least awe na kitu ndani yake yenye itaweza kumusimamia. Yes. Na nimesikia ukisema ati wewe hata huonangi kama challenge kuwa na cleft lip, haonangi kama yeye ni kama hiyo ni challenge kwake, kwa sababu hiyo ati hata imempeleka hata bali. Nimesikia ukisema ati imekupeleka bali, imefanya hata uonane hata na deputy president, mkasalimiana na yeye hivyo kwa mikono Kabisa. Ehe. So dance, a simple thing, a dance. Dance nilifanya profession. Nimekuwa ventured into many events. Nimeenda more than I think I have gone more than 700 churches all over Kenya. Hata siwezi hesabu. And nimeenda pia outside the country, East Africa, nimekuwa Uganda. I've been able to You've been in Uganda to dance to support charity work of kids in Uganda. Sasa kama naenda Uganda charity work na home na home nimefanya a lot of charity work yenyewe kwa sababu charity begins at home. Yes. Lazima uwe umeanza kutoka right away from home from area. And I'm in Lamu County. Lamu County nimekuwa for 2 weeks because of ministry ya dance. I have a ministry. I say beside me wa PCA, I have a ministry of dance. I push it and I was I get recognized by my friend mwenye aliniambia niende Lamu kwa show. You are one of the PCA members. Yes, I'm one of the PCA members. And besides that, I know I have my own ministry. Your ministry lazima grow at all costs. I don't have anything in this world other than pushing that ministry to a higher level. Okay. Ninafanya the stand out and perform in great ministries and in great with great people. Nimefanya music na Karwanjiro. Yeah, that's una hata kuiba naiba vizuri sana. Anasema Karwanjiro ya wa yule wimbo tigaware mwena wakoke ndoera. Yes. I happened to go to Goingwa PCA. And nikasema mimi ni wale hyper, I don't care. Nikasema huyo mwenye ameimba niwekee wimbo yake juu sikuwa na masaa ya kushinda nisumbua DJ. Kwa na time najua PCA ni ya mutaratara. PCA ni procedure ama ni practice and procedure. Yes, so nikaona hapa ni waste time. This is a golden opportunity. Nitatolewa. So nikasema huyo mwenye alikuwa hapo acha nifanye wimbo yake. Sikuwa najua ni Karwanjiro. Only that to know is wow, this is a great woman of God. From there tukatembea hii Kenya na yeye. I think nimeenda Mombasa 5 times. Nimetembea the whole of hii Kenya. Nimetembea juu hiyo wimbo moja. So singetembea juu ya papers, nilitembea juu ya dance. Na dance iliprotua, yani juu ya challenges invent dance, then ndio maana natembea all over. Na ndio maana niko kwa hii studio. Si ati venye nasoma mzuri, si ati venye napiga siasa mzuri, si ati venye nashona nguo mzuri, ni venye nafanya dance. Hata nguo unachona? I'm a fashion designer, professional. Dance. Inawezekana kuna uwezekano wewe ndio it's my make. Me I can design and my inspirations comes from movies. We watch movies sana. So na make hizo implementations ideas na nyanua fashion designer. Hiyo pia is a story pia kwa hiyo dance. Kwa hiyo dance na venye niliingiana hadi nikafika fashion. In fact sikuwa naifanya. Ni venye sikataji mambo. Me I honor my father's words. I honor him. Ananiambia shika hii kazi ya kushona. Then nikashindwa saa hii kazi ya kushona usiwani. Na mimi ni celebrity for home. Watu wananichukuliaje? But mimi sikata. Luckily enough, venye nilienda shule because one of my a young girl alikuwa mwalimu aliniambia this fashion can take you to many places. You are a fashion designer.
wewe si Taylor, hiyo story yangu ikageukia wapi? Saa hii huwa na hold hadi events za modeling. Huwa na hold events za kuongelesha watu wenye wanafanya modeling. Na pia huwa mimi na model. But I'm a modeler. I model, I can walk like men. I don't care. I don't care what you say. Wewe sema tu mimi nimeshowcase. Dance, challenge, dance and then fashion and design. And then after there, nilikuwa a lot of motivations, a lot of counseling na huyo mwalimu. Nampenda sana. In fact, she is my friend. And kuna story mingi pia hapo ndani, inspiration stories zenye hata huwezi amini. Kwa hiyo fashion nimeweza kuwa representative wa modeling back in Uzuri Institute. Uzuri 2016, 2018 I was in Uzuri Institute. Nilikuwa nafanya mass communication. Nilifanya I mean hiyo dance yenye nafanya ndio ilifanya nipewe scholarship Uzuri Institute. Nikapewa 2 years ya kudance. Kama singe dance ukaenda kusoma. Nikaenda kusoma. Huyo director akaniona akaniambia wow, mwenye hiyo shule hata sikuwa najua ni yeye. Nasemaga God can make you something. Kama huyo Madam Mercy, kama hangegeuka nyuma anione, singekuwa ni kweli, singesoma Biblia. Some people wacha niambie tu watazamaji that inahitajika pia watu wengine waangalie nyuma, wainue wengine. Watu wengi wanakuwa na a lot of challenges, si watu naangalia tu mbele. Sometimes ni mzuri pia kuangalia nyuma uone mwenye hapo nyuma umsaidia aende mbele. So huyo madam mwenye niangalia nyuma akaona venye nafanya my artwork there, and akaniambia ende ufanye na praise and worship. After that nikamwambia I'm a worshiper, nataka kufanya music. I want to sing worship. So he was so surprised. How can I do worship? How can I sing worship? Lakini surprised nikafanya dance. Then I was, wow, he was crying, she was crying. Wow. Mtazamaji, nafikiri unaendanisha na hiyo story ya Sami venye amekuwa mpaka akasimama. Hata kama akona challenge, yeye haiti challenge, hata hakubali ati inamchallenge yeye mwenyewe. Yeye haimzuii kufanya chenye akonayo ndani yake. Okay, hakukubali hata watu suppress, hakukubali watu ati murudishe nyuma. Yeye tu anaenda tu akitokelezea. And you can imagine kama angekuwa wazazi wake wangekuwa wanaelewa kabisa ile kitu iko ndani yake, Sami pengine ungekuwa bari. Okay, wakati ukikuwa, kuna wakati ulipatananga na watu wana kustigmatize, wana kuongea, wanasema ona huyu sio kama sisi, na ulikuwa unafilaje? Ulikuwa unasikiaje? Ilikuwa order of the day. Ilikuwa order of the day. Yes, kama unakula breakfast na lunch. People are mocking you now and then, even pia walimu. And one day I nilikuwa class 2. I almost quitted school. Juu ya mwalimu alikuwa karibu utoke shule. Yes, kwa sababu ya kumukiwa na watu. Ilikuwa kids and pia mwalimu, hata walimu. Sasa nikasikia vibaya sana and nikashindwa nafanya nini. Nilikuwa class 2. Nikaenda nikamwambia mom, now mimi sitakuwa nasoma. Kwa nini kuna hii shida? So yule mwalimu naye alikuwa mkali, hapo anani understand. Alikuwa nijaribu kuuliza swali yasikii, so nijibu ananichapa, nikifela yani anani sana. Sikuwa najua kwa nini. Lakini when nilifika class 3 ndio nilichukuliwa na another lady mwalimu. Alikuwa na challenges za mguu. Alikuwa Miss Kapkut. So alikuwa ilikanyaga primary, naye akanichukua huyo ni alinibuild. Anaitwa nani huyo mwalimu? Miss Kapkut. Miss
Anakuanga wapi? Kapkut. Kapkut. Ehe. Alikuwa mlemavu somehow. Yeye alinitreat in a special way. Ana kama sielewi ananiambia au ananigombanisha au ni mock break time niingia kwa class ana kama nimekosea au ana discipline sana. Then nikaanza kujielewa. Mwenye nilifika class 4 ndio mambo ilianza. Huyo alikusaidia kujielewa sana. Huyu mwingine ananisaidia. Na siku hizi anakuanga ako wapi siku hizi? Hata sijui lakini nitablocate sijui kwenye aliendaga. Lakini big up kwa watoto wake. Alikuwa na kids. So nianza sema big up. Kama uhai ni sawa, kama hayuko uhai big up to them. Anaitwa Miss Kapkut. Miss Kapkut kwenye uko. Mungu akubariki na kuonekanie. Ulisaidia huyu kijana kusimama na kujielewa na kujikubali. How did you overcome? Uli overcome hiyo mashida aje kuweza kujikubali? Kwa sababu nikikuangalia Sami ni kama umejikubali na umejisimamia sasa. Yes, nimejikubali. Lakini si kumaanisha challenges zinaniacha. Ati zimeisha. Ninatembea nazo. Ninatembea nazo. Na each and everybody ako na challenges. Kama hata kama uko aje ama aje, hakuna mtu mwenye hana challenges. Sasa mi class 4, class 8, nikaanza kuwa number 1. So hata nilikuwa nauliza nitafunga lini nione namba yangu ya maths. Zamani nilikuwa nauliza nitafunga kesho stampa niende shule ya challenges. Kwa class 4 up to class 8 nilikuwa nauliza sijaje tabifike ndio niwe aligned. Pale kwa nini primary school nilikuwa number 1, number 2. So I was among the best. So nilikuwa nafurahia sana. Kwa hivyo hata kama uko hivyo huko. Yes. Kwa class ulikuwa unaongoza. Nilikuwa naongoza. Sikuwa niliovercome hiyo challenge. Although kuongoza si kubadilisha wadi mock. Ni really mock. Really mock. Ndio kuna wao vijana love. Lakini wewe ulingangana tu. Mimi naenda tu nasoma baada kushinda nikishana na wao. Mimi niko na vitu mbili kwa shule. Nacheza mpira, I was hyper na ninaenda kwa shule nasoma. In fact, kuna mahali nilifika in high school. Niliambiwa I'm the worst noise maker. Worst noise maker. Sasa nashindwa mimi niko na challenge ya kuongea, nimekuwa noise maker. Kwani naongelesha watu wengi ati. Reason 2. Mimi sikuwa noise maker. Ni ile mambo ya high school, unaenda class. Because I'm a good dancer, what wana challenge. You dance for them after prep. So class mwalimu anaingia anauliza nani ana make what will make noise. So mimi nakujua. In fact, ile mara mingi nimechapwa ni yenye niko high school kuliko yenye niko primary. Nimeshika hiyo 4 years against 8 years. Lakini sikuwa nachapwa juu mimi ni mbaya. Nilikuwa nachapwa juu sasa watu wana provoke. Unajua kudance. Unaprovokiwa na watu. Other classes bro kuja nafanya hivi bado ndio hivyo. Then naambia sababu tuwezi fanywa compare hapa. Kama hufanyi unaenda hii. Then unajua sana that's high school kuna bullying pia. So unaona uwezo kuangusha. Lakini little did I know ilikuwa ndani build kwa mimi. Hiyo kuprovokiwa na watu na wewe ukasema nitatia bidii. Yes. Okay. Asanteni sana, naona watu wameendelea na kuingia. Rose Praiser unasema masi penda wewe. Thank you. I love you too. Rose Praiser. Damshi Mungu anasema atakuonekania. Brer Ismail is watching. Thank you. Welcome. Akimungu anampeleka bali. Unaambiwa kuna watu hapa kwa mtandao wanakuambia Mungu atakupeleka bali. Monyere wa Barire unaitwa. Okay. Naona watu wamekuja kwa wingi, wengine wanakuambia wao talent itakupeleka juu zaidi. Amukireyo. Receive that one at Saul Can Lewis. Thank you very much. I can see you. Some God is able. That's what Solkan Lewis is saying. Leader Bensil, Radiant. Okay, Akodan. Thank you. Karibuni sana. Ili tuweze
kuelewa na ama okay, we be able to understand people and also people with challenges. Ni asubuhi nilikuwa naambia Sam, nikamwambia I just want, nataka kumuinfect ati mimi huwa nasema I'm a check ready to be signed. Na Sam nikamwambia naye apokee hiyo. Kwa hivyo ni vizuri sana saa zingine kujijaza. Ni vizuri saa zingine kujijaza. Sio ati unasapresiwa na watu na wewe tu unakaa pale chini, hapana. Na wazazi sana ni vizuri kujua hata huyo mtoto umepata na ukaona ako na wadhe ama ako na challenge, ni vizuri unaweza kumsaidia in one way or another. Anaweza kuwa na nini na ka talent yenye itaweza hata kuinua hata familia yote, despite the challenges that you are seeing in that child. Yes. Sani, na in a community, watu wamekuwa accept aje? In fact, they are admiring my lifestyle. They are admiring my lifestyle. Some of them are admiring you. Admiring my lifestyle. And some of them wengine hawajakuelewa kabisa. Wengine wamelegea hata hawaelewi, lakini majority, niangalia majority how I connect with them, they are like, wow, you're so amazing. Number why I don't have money. No. I love your hyper. Especially at this time that you greeted yes. our deputy president. People started approaching you. Yes, in a right manner. Na huyu anaweza kututafutia kakasi. Ukiona wameanza kusalimiana na deputy president, huyu ameenda bali. Na can you imagine anafai kiti ya MCA? MCA Gatuanyaga Ward. MCA Gatuanyaga Ward. Anasimama huyu na Mungu atamuonekania. Hiyo ni rahisi tapita tu. Ati hiyo ni kitu rahisi, yeye atapita tu. Hakuna kitu inamstuanga. Mimi I'm the secretary of association. Juakari. And I'm in the board of the Kiambu Juakaris. The whole of Kiambu County, unaelewa? Na niko kwa board. Yeah. Vijana ifinyiliwa niko hapo nasema no. Wewe ndiye unawatetea? Yes. Mkali sana. Unatetea vijana? Yes. Because I understand kijana kuna challenges na kila aina. Finance and everything. Na pia and being a association secretary, nimeingia hapo juu ya confidence. Na hiyo confidence imeletwa from dance. Ndio nilikuja kuelewa si mambo na kuongea, ni mambo na kufanya mambo. Kwa hiyo now nimekuwa elected for 7 years kama secretary wa association. Na hapo una underline. Yes. Ati sio mambo tu na mdomo. Sio mambo tu na kuongea, mambo ni vitendo. And sahi what I'm urging people, we should now challenge other countries. Because when you fail challenging other countries, we start challenging ourselves. And then we start killing ourselves. Tunawana si wenyewe juu tumeshindwa kuchallenge other world, other people in other country. Sasa tuseme wewe ukiinuka kidogo nasikia wivu. No, I should nafaa kuwa na compete na mtu wa Uganda, South Africa, Australia. See my brother and sister here. Because once tunajana kuchallenge na wewe, unaanza kujisikia wivu ama unaanza kujisikia wivu. So let us go beyond. I have an organization, by the way. Niko na organization yangu. My organization, I'm not just a business person. Niko na organization yangu juu I need to make people with challenges realize no matter how the small step you have made, you have made a step. Okay, just hold on there. Mtazamaji, ningetaka kwanza utupe nafasi dakika moja tu tukunywe kama a glass of water, then we come back. Chikiria tu hapo. Square.
Okay, mtazamaji, tumerudi tena ili tuweze kuendelea na wakati wetu. Ni kama unaenda sana. Sasa kama kuna swali hapo, ni vizuri kuuliza Sami wakati ako hapa, ili tuweze kuitatua na aweze kutujibu. Kuna swali moja ningetaka kukuuliza tu. Okay, nataka kukuuliza Sami, wakati mlikuwa mnaendelea na kulewa kwenyu nyumbani, au watoto wengine walikuwa kuaccept aje ama walikuwa wamekuchikaje? Au wengine walikuwa they are very friendly to me. Sana walikuwa sawa, hawakuwa na shida. Walikuwa wanachukulia kama yani one of them hakukuwa na shida mingi. And sikuwa naona ile tofauti because hata sikuwa naona ile difference. Nilikuwa lot of, in fact ni kama nilikuwa nawasumbua. Okay, wewe ni wangapi kwenyu? Mimi ni wanne. Wewe ni wanne? Yes. Okay. Ni vizuri. Kwa hivyo wenye wako kuna wengine wako nyuma yako? Kuna wawili wako nyuma, watatu wako mbele. Yes. Kwa hivyo wao watatu wako mbele. Yeah. Ukizaliwa wanakuona tu venye uko na walikukubali tu venye wako. Yes. Kuna any one time umewahi enda counseling ati ili uweze kujikubali venye uko, ama ni wewe tu uling'ang'ana mpaka ukasimama? Mimi niling'ang'ana juu sasa counseling zimekuja juzi. So sikuwa najua kama kuna counseling ama ni nini. Lakini nilikuwa na fight my own battles in the village. Nilikuwa fight sana. Okay, mtazamaji, wakati wetu unaendelea na kuisha, na ni vizuri nipe Sami nafasi ili atuambie kwenye anakuanga, kwenye tunaweza kukupata, na hata bado utupe namba yako ya simu. Ni wakati wako. Mimi naitwa Sam, lakini beside all kuna vitu nimeona challenges kwa hii our country, our brothers and sisters. Kuna mimi ni artist. Mimi niko na mambo ya dance. Lakini napata challenges kubwa ningekuwa nimependa zaidi, lakini people they don't support me. They don't support my art mzuri. Somebody dance, they don't pay. Nikienda kutrain, they don't pay. Nikienda kwa event, they don't pay well. And then pia niko na hizo performance zangu mingi sana. Maybe unaweza pia hataona hiyo namba ya simu hapo. Ni 0706 11 6 265. Kuna hizo namba zangu na kwa nimeweka sana hapo. Maybe mmoja anaweza simama na hii ministry ya worship. Nipe namba tena. Tafadhali rudia namba. 0706 116 265. 265. Yes. Iko hapo kwa screen imeiweka. Na Derek Gige nimekuona, wao chikiria hapo tu. You gonna go far, ndio unaambiwa. Gatimo Junior ako ndani na umepata. Tunamaliza, anasema sana salimia Maebe Anita. Sijui kama ni wewe anaambia. Chi na my mom Winfred Falagu. Okay, nitakupea dakika moja. Yes. Usalimie watu. Unataka kusalimia wangapi? Na kusalimia niko na mafans. Peana salimia watu watatu. Okay. Wacha nikupee watu watatu usalimie na you remind them to subscribe na to like our channel. Yeah. Let me wacha nifanye hivi niko kwa siasa sana kwa politics. Watu wawili hivyo inakuwa inaniletea shida mahali. Wacha niseme watu wote wa Jua Kali. Watu wote wa Jua Kali. Gatwanyaga. Mwasalimia. Mumesalimiwa nyinyi wote watu wa Gatwanyaga, Jua Kali. PCA Gatwanyaga. PCA Gatwanyaga mumesalimiwa sana. Yes. And my friend sister ya Jango. Sister ya Jango anaitwa nani? Elizabeth Wangoi. Wainaina. Amenishikilia sana. Umemchikilia sana, anakuambia asante sana. Na pia Steven Geture Modia. Steven Geture Modia. Na Kihereko pia.
anaitwa nani? Kihereko. Kihereko. Chairman wa Sami Juakali. anakusalimia na anasema anakupenda Na sana. wakaji wa Gatwanyaga. Wakaji wa Gatwanyaga wote na anawapenda nyinyi wote. Yes. Na wakati atawaita mtokelezee wote. Kwa sababu anataka kuwa kiongozi wenyu. MCA. Na mimi ni kama nimechange jina kidogo kwa sababu nilikuwa na show ingine tukiwa na Wanjiku Kamitha inaitwa Wigiteri, but now I'm a host wa marriage, the marriage show. Yes, na tutaendelea vizuri. Ningetaka tu munifanyie favor, you like and subscribe. Thank you. Until next Friday.